Karibu kwenye Inkingi Media. Leo tutasafiri nyuma katika historia ya kale ya Burundi. Tutagundua asili ya taifa hili, maisha ya mababu zetu na misingi walioiunda kwa Burundi ya kisasa. Burundi sio nchi ndogo tu, ni nchi yenye hadithi nyingi, utamaduni tajiri na roho isiyokomaa ya watu wake. Kabla Burundi kuwa taifa tunalojua leo, ilikuwa nchi yenye milima ya kijani, mabonde yenye rutuba na misitu minene. Ziwa Tanganyika, moja ya maziwa makubwa Afrika, lilitoa samaki na njia ya biashara. Wakazi wa kwanza walitegemea kilimo, ufugaji na uwindaji. Waliishi kwa amani na heshima kwa asili na mali za jamii. Mababu zetu waliishi maisha rahisi lakini yenye maana. Walipanda mashamba na walilinda mifugo yao. Familia ilikuwa msingi wa maisha. Hadithi, methali na mafundisho kutoka kwa wazee vilileta hekima, maadili na ujasiri kwa vizazi vipya. Katika Burundi ya kale, utamaduni haukuwa tukio tu, bali maisha yenyewe. Ngoma za jadi zilitumika kueleza hisia, furaha, huzuni na shukurani. Sherehe zilifanyika kwa kuzaliwa, harusi na mazishi, zikileta jamii pamoja. Mababu zetu walijua tiba za asili na walibashiri hali ya hewa. Hekima hii ilipitishwa kupitia maneno, muziki na matendo ya kila siku. Baadaye, Burundi iliendesha mfumo wa kifalme. Mwami alishika alama ya mmoja, haki na usalama. Wami walishirikiana na wazee na viongozi wa jamii. Amani na haki zilikuwa nguzo za utawala wa kila siku. Jamii ya Burundi iliundwa juu ya heshima na ushirikiano. Watu walifanya kazi pamoja mashambani, walishirikiana chakula na kusherehekea mafanikio pamoja. Hakuna mtu aliyesalia peke yake. Kila mmoja alihusiana na wengine kwa upendo na msaada. Hizi desturi za kale zilijenga msingi wa Burundi ya leo. Lakini baadaye wengine walifika na kuleta mabadiliko makubwa. Katika sehemu inayofuata tutachunguza kipindi cha ukoloni. Asanteni kwa kutazama. Usisahau like, share na subscribe kwa Inkingi Media.